وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ. Naam. Ibn Abbas nafikiri tumemwelezea katika hadithi zilizopita kwamba jina lake ni Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim, ni mtoto wa ammi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini yeye ni katika turjumanul Qur'an wa hibrul umma, ni katika wataalamu wa kuyajua maneno ya Qur'ani, lakini yeye vile vile aliombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye ndio ameipokea hadithi hii kutoka kwa Mtume kwa kusema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha dubigha al-ihabu faqad tahur, inaposafishwa ngozi kwa hakika itakuwa imetoharika. Tumeelewana? Idha dubigha al-ihabu faqad tahur, inapotoharishwa ngozi kwa kuondolewa vinyama vile, kusafishwa vinyama vile, ikabakia ngozi yenyewe pure, faqad tahur, kwa hakika itakuwa imetoharika ngozi hiyo. Akhrajahu Muslimun, hadithi hii ameitoa Imamu Muslim. Wa inda al-arba'a, na mbele ya maimamu wa nne wa hadithi imekuja hivi, ayyuma ihabun dubigh, ngozi yoyote ambayo imesafishwa na kuondolewa vinyama itakuwa imekuwa imetoharika. Ngozi yoyote imekuja kwa itlaq, tumeelewana, kama ambavyo tutakujaona maelekezo ya wanazuoni. Lihadha alhadithi sababun, hadithi hii na sababu, wa huwa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sababu yenyewe ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam marra bishati maita, alipita kwa mbuzi aliyokufa, limaimuna radhiyallahu anha, mbuzi ambaye alikuwa ni wa Maimuna, Allah muiradhi. Faqala hadha alhadith, ndipo Mtume aliposema maneno haya. Tumeelewana? Alipita akakuta mbuzi amekufa, na watu wenyewe wanashangaa hawajui wafanye nini, wakamzike au wanufaike na ngozi. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema maneno haya, idha dubigha al-ihabu faqad tahur, ngozi au ngozi inapoondolewa, inaposafishwa na kuondolewa vinyama inakuwa ni tahara. Kwa hiyo huyo mfu wa mbuzi, kana kwamba anawaambia mfu wa mbuzi huyo, mchuneni, mtoharishe ngozi yake, itawasaidia kwenye matumizi. Kufa kwake si maana kwamba hakuna kilichonufaisha, mchuneni, iondoeni vinyama, safisheni, ibakie ngozi yenyewe, itakuwa ni tahara. Mwaweza mkafanyia huduma nyingine zote ambazo mtazihitaji kwenye ngozi hiyo. Waqala hadha alhadith
wa huwa yufidu anna ad-dabgha yutahhiru jild al-maita. Maneno yake haya yanatoa faida kwamba kuisafisha ngozi kwa kuiondoa vinyamanyama inatoharisha ngozi ya kilichokufa. Batinahu wa dhahirahu, kinaisafisha ngozi ndani na nje, inakuwa ni tahara. Wa amma ma akhrajahu Ahmad wal Bukhari, ama katika hadithi walioitoa Imamu Ahmad na Bukhari fi tarikhihi, katika tarikhi yake, wal arba, na walioitoa maimamu wanne, wad Daraqutni wal Baihaqi wa Ibn Hibban an Abdullah ibn Hakim qala atana kitabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alisema Abdullah ibn Hakim kwamba imetujia barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla mautihi, kabla ya kufa kwake, ikisema ala tantafi'u min almaytati biihabin wala asbi, alla tantafi'u min almaytati biihabin wala asab, msinufaike na mfu ngozi yake wala mishipa yake. Ilikuja kwa riwaya hiyo kukataza. Wa fi riwayati Shafi'i wa Ahmad wa Abi Daud kabla mautihi bishahri, yasemekana barua hiyo ilikuja kabla ya mwezi mmoja kufa kwake. Wa fi riwayatin, katika riwaya nyingine, bishahrin au shahraini, barua hiyo ilifika kwa wao kabla ya mwezi mmoja au miezi miwili ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa hasanahu Tirmidhi, na hadithi hii ameweka kwenye daraja ya hasan Imamu Tirmidhi. Fala yuaridhu hadha alhadith, lakini hadithi hii haiendi kinyume na hadithi iliyopita ya nani? Ya Abdullah ibn Abbas. Tumeelewana? Yufidu hillu au yufidu hilla liintifaa biljild, hadithi ya Ibn Abbas ambayo inafidisha uhalali wa kunufaika na ngozi ya mfu baada dabghi, baada ya kuondolewa vinyamanyama. Haipingani hadithi hii. Tumeelewana? Waqad ulimat anna al-ihaba la yutlaqu ala al-jildi illa qabla ad-dabgh, kwa sababu imejulikana kwamba ihabu, neno ihabu alitumiki ala al-jildi, katika ngozi, illa qabla ad-dabgh, isipokuwa inatumika kwa jina hilo kabla ya kuondolewa vinyamanyama, ndio inaitwa ihabu. Sijui mmenielewa? Hadithi ya Abdullah ibn Abbas inasema idha dubigha al-ihabu faqad tahur, ngozi inapoondolewa vinyamanyama imefanyaje? Imetaharika, hata ikiwa ni ya mfu. Hadithi nyingine iliyokuja inasema atana kitabu Rasulullah kabla mautihi, imetujia barua ya Mtume kabla kufa kwake, alla tantafi'u min almaita biihabin wala asbi. Barua inasema msinufaike na ngozi ya mfu, msinufaike na mfu biihabin, kwa ngozi yake. Ihabu maana yake ni ngozi ambayo bado haijafanywa nini? Inapofanywa dabghi, inapoondolewa vinyama, haitwi tena ihabu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ihabu ambayo haijafanywa dabghi, ndio hiyo msinufaike naye. Maana yake hakuna kupingana kati ya hadithi hii na hadithi ya Abdullah ibn Abbas, asipingane. Ibn Abbas yeye hadithi alipokea imesema idha dubigha al-ihab, ngozi ambayo haijasafishwa inaposafishwa faqad tahur, inakuwa tahara. Na hadithi iliyokuja kataza imesema alla tantafi'u min almaitati biihab, msinufaike na mfu ngozi yake ambayo haijafanywa dabghi, haijasafishwa. Maana yake kinyume yake, ikisafishwa sio ihabu tena, hiyo itakuwa imetaharika, inanufaisha. Tumeelewana? Kwa hiyo ukiangalia hadithi hizi hazina mgongano, ni siyaki na lafdhi ambazo zimekuja kwa mfano wa kushabihiana, lakini kwa maelezo hakuna mshabihiano wowote. Imeleweka? Tunafaidika nini na hadithi hii ya Abdullah ibn Abbas?
La kwanza, anna al-ihaba yutahharu bidibah, ngozi inataharishwa kwa kule kuondolewa vinyama na kusafishwa, ngozi inasafika. Kwa hiyo hata mfu wa mbuzi au mfu wa ng'ombe, akiwa mnataka kunufaika na ngozi yake, mnachuna alafu mnaifanyia dabghi, nasafisha vile vinyama, mnavitoa, basi ikiwa imesafika, imeondoka vyote, mnafanyia mahitaji mengine yote, imekuwa ni tahara na wala sio najis. Thaniyan, faida ya pili, annahu la yajuzu al-intifa bijildin, haijuzu wala haifai kunufaika na ngozi yoyote almaita, ya mfu, kabla dibah, kabla haijasafishwa na kuondolewa vinyama, haifai. Ikisafishwa inakuwa tahara, usipoisafisha itakuwa najis. Imeleka hadithi Naam. Kwa hiyo watu walitumia ngozi kipindi hicho, tena matumizi ya sasa hivi kidogo yamebakia kwenye mikanda na viatu, matumizi ya ngozi. Lakini wenzetu walikuwa wakitumia kuswalia ngozi, walikuwa wakitumia kulalia, walikuwa wakitumia hata kubebea maji, viriba vile. Ngozi ile inatengenezwa chombo cha kubebea maji, viriba vile, na watu wakabebea maji. Kwa hiyo walikuwa wakinufaika zaidi na ngozi hizi, walikuwa hawazitupi hata kama mnyama atakuwa amefariki. Naam.